Kuna huyu anayeitwa Raheli, jamaa fulani aliyeunda kikundi cha zaidi ya watu 20,000 katika mwaka 1970. Alikuwa anasema kwamba alitumwa na aliens na viumbe wa kiroho ili kuja kutufunulia na kutuelewesha siri zote za dunia. Alikuwa akisema kwamba alitwaliwa na viumbe wa rohoni na miungu, akaongozwa nao katika sehemu za mbali mno, kwenye sayari nyingine huko ambako alikaa mezani na kula pamoja na Yesu. Alikula na Musa, Buddha, Muhammad, Confucius na wengine wengi baadhi ambao alikula nao kwenye meza moja. Alihalisia mambo mengi bwana, hatari. Dunia hii kweli ni hatari sana. Na watu wengi walimwamini. Sasa kwa ushahidi upi tunaweza kusema kwamba ni kitu kisicho sahihi, hakika na ni cha uongo? Kwa nini Raheli asiaminike? Tuseme nini? Kwamba waliomwamini ni warahisi wa kuamini tu bila kuhoji na kufikiri? Uthibitisho pekee ni kwamba uongo upo kabisa. Na ili kuepuka uongo ambao baadhi ya watu wanaweza kutunga ili kujipatia uwezo, pesa, vyeo na vitu vingine kwa manufaa yao binafsi, ni muhimu kukagua ikiwa kuna uthibitisho au vithibitisho vya wazi, vyenye uhakika, vya kukubalika, vilivyoingiliwa kwa kina katika kuhojiwa na vikajitosheleza kwa haki, na uthibitisho ulioshiba kabisa. Angalia ikiwa watu wanaojua kuhoji pasipo kuegemea upande wametoa hata ushuhuda. Kagua shuhuda za baadhi na uhalisia wa shuhuda hizo pia. Kwanza, Yesu alisema wazi katika ile Yohana 5:31 kwamba mimi nikijishuhudia mwenyewe, ushuhuda wangu si kweli. Na ndio maana hakuandika chochote, ila aliacha mashahidi wake na wakazi alizofanya ndio wayaweke wazi zaidi. Na Baba yake kwa miujiza, neno, ishara na maajabu alikuwa akimshuhudia. Hivyo wapo wengi waliomshuhudia hata ambao hawakumwamini kabisa, kama Titus Mrumi wa karne ya kwanza kwenye kitabu chake kile, na hata Flavius Joseph. Na wapo wengi waliomwamini na kumshuhudia baada hadi ya ufufuo wake. Na ndio maana ni vizuri kumwamini Yesu, kwa kuwa sio tu kwamba anajitolea ushuhuda wake mwenyewe, ila historia, arkeolojia, hadithi, shuhuda, maisha na vigezo vingi vinaonyesha kwamba Yesu ni wa kuaminiwa hakika kwa kweli wake. Na kwa kuwa sio haki kuaminika kwa ushuhuda binafsi wa mtu pekee tu, sio haki na kweli pia kumwamini kuanzia yeye huyo Rahel, hawa kina Salmon, kuna hawa kina Joseph Smith, mwanzilishi wa hilo jumuiya lake, kuna huyu Buddha na wengine wote ambao imani na ushuhuda vinatoka tu kwao wenyewe binafsi, bila msingi wowote ulio wa kweli na uliohakikishwa kabla, pia na kutoa uhakika na kweli. Kuwa na imani sio kusadiki na kukubali chochote kinachokujia na kinachohadisiwa tu na yeyote mbele zako, ila tu ni ikiwa kuna kilicho hakika, chenye msingi, chenye kujifunua kwa kweli na kilicho na vithibitisho vya kuaminika. Ndipo kwa kutumia akili alizotupa Mwenyezi Mungu tunaweza kuhakiki, kujiunga na kuamini. Tunatakiwa kuwa makini na kila anayejigamba kufunuliwa, kwa kuwa mafunuo na maono makubwa ili kuyafikisha lazima yanahitaji uthibitisho na uhakika.